Ninataka kuongea sababu kwa nini unatakiwa kuvunja rekodi. There are 4 reasons. I will share with you 4 reasons. Sababu 4 kwa nini unatakiwa kuvunja rekodi. Kwa nini unatakiwa kuvunja rekodi? Jambo la kwanza, kila familia inahitaji kichwa kimoja. Every family require, demand the head. Turudi kitabu cha Mambo ya Nyakati. No. Kumbukumbu. Kila familia inahitaji kuwa na nani jamani? Kichwa. Every family. I will explain. Number 2. Ufalme wa Mungu unatafuta mwakilishi kutoka katika kila jamii. Sasa inapendeza wewe ukawa mwakilishi wa ufalme wa mbinguni. Yule wanayemtafuta na awe wewe, asiwe mwingine. This is the reason number 2. They are looking someone to be their ambassador, their officer. Uwe afisa wa mbinguni. They are looking. Number 3. Individual dreams. Goals and visions demands people to break records. Maono binafsi, malengo binafsi walio nayo watu. Kama wewe hauna malengo, jiandae kuwatumikia watu wenye malengo. Jiandae kuwa mtumwa wa wengine, kuwa mfanyakazi wa wengine. Jambo la 4, mazingira duni na magumu yanayomkabili mtu. Kuna watu wamechukia hali ngumu, hali mbaya ya maisha. Wanasema hapana, nitapambana. Sitaki kuishi maisha haya magumu tena. Let me explain point number 1. Biblia inasema kitabu cha Kumbukumbu, anasema hivi 28:13. Hebu fungua hapo. Tufungue, nataka tusome wote. Open your Bible, open your Bible. We read together. 1, 2, 3, twende. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Rudia tena. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala. Umeona hapo amesema atawafanya. Amesema atafanya nini? Atakufanya. Tusome tena. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala. Anazungumza na mtu mmoja. He is not speaking to the family. He is speaking to one person. Anazungumza na mtu mmoja. Anasema kama ukiniridhia mimi niwe Mungu wako, I will make you to be the head of the family. Mungu anakufanya kuwa kichwa cha familia. Unakufanyika kuwa lango la baraka kwa familia nzima. You become a blessing. Unakuwa baraka. Mwanzo 12 Mungu anamwambia Ibrahim, toka
katika nchi hii ya uhuru wa Ukaldayo, uende mpaka pale nitakapokuelekeza. Anasema nami nitakutukuza, nitakuheshimisha, nitakupa heshima. Anasema nitakutajirisha, nitakubariki, nawe uwe baraka, uwabarikie wengine. You become a blessing, a source of blessing, a root, a cause of blessing. Watu wengine wakitaka kubarikiwa, they come to tap to you, you are blessing them. Akamwambia Abraham, yeyote atakaye kubariki atabarikiwa, yeyote atakaye kulaani analaaniwa. Once you become a blessing, hakuna awezaye kuja kukulaani. Ulaaniki. Nimeanza kuzungumza hii Kumbukumbu la Torati wiki iliyopita. Tumetazama sana yale mambo mabaya mabaya, kama usipozingatia mabaya haya hapa. Nikasema chochote ambacho wewe unakiona hakiko sawa ni laana. Kumbukumbu la Torati imeandika kasi. Sasa leo tunajadili, kama unautaki kasi, umechagua baraka. Hapa penye baraka hapa watu wanavunja rekodi. You can break record if your blessing is active. Hii dunia ina watu wa aina nyingi sana, wengi sana. Kuna kundi ambalo lina watu wa kawaida na watu wa pekee, ordinary people and extraordinary people. They are in the church, outside the church, everywhere. These two types of people are there. Ordinary people, they live ordinary life, they do ordinary things, ordinary performance, maisha ya kawaida. And there are people who go extra miles, wanaenda hatua mbele zaidi. Hawa ni vichwa. Lakini kuna kundi lingine, there are kings. Kuna kundi la wafalme, kisha kuna kundi la watumwa, alafu kuna kundi la wajinga. Three types: kings, servants na hawa wajinga. Ni afadhali kuwa mtumwa, kwa sababu kuna unachofanya na unachopata, kuliko kuwa mjinga. Wajinga hakuna wanachofanya, they don't produce anything. Hawa watumwa mpaka anazeeka atakuwa na nyumba, lakini namna ambavyo anaipata hiyo nyumba mpaka anazeeka atakuwa na kagari, lakini namna anavyokapata kagari. Alafu kuna wafalme, they are owners. Hawa ndio wanaoamua maisha yaweje kwa wengine. Mimi napenda kuwa mtu wa namna hiyo kwa jina la Yesu, na wewe ukawe mtu wa namna hiyo. Kuna kundi lingine, Yesu akaeleza wale watu ambao mbegu imefanya nini, imepandwa. Akasema kuna ambao mbegu imepandwa kwenye udongo mzuri, alafu kuna wale ambao mbegu imepandwa kwa kando ya njia, alafu kuna wale mbegu imepandwa wapi? Kwenye miba. Kuna wale mbegu imepandwa wapi? Kwenye mwamba. Aina 4 za watu. Alafu anaeleza hizi aina zingine zote 3, sio kwamba mbegu yote inaota, lakini haitoi mazao kwa sababu imepandwa mahali ambapo sio sawa. Alafu anaeleza
Huyu ambaye mbegu imepandwa kwenye udongo mzuri, there are 3 types of people. Yaani udongo mzuri una aina 3 ya watu. Wanaozaa 30, hawa ni lower. Alafu kuna medium, wanazaa 60. Alafu kuna high class people, wanazaa 100. Sema amen. Yaani wewe unachagua tu unataka uwe wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wengine mbegu imepandwa, kimeota kitu, lakini ndio yule unakuta ameajiriwa, kafukuzwa. Amepata mtaji, kaanza biashara, mtaji umekufa. Wangapi wako mtaani wamejenga nyumba, walizikopea hela wapi benki, nyumba zimechukuliwa na wabenki. Sio kwamba aliwahi kuwa na nyumba, aliwahi kuwa nayo. Huyu yuko kwenye kundi gani? Yupo huku. Kama sio kwenye miba, kwenye nini? Utajua wewe mwenyewe. Si injili unaijua, si umehubiriwa sana. Mimi nakukumbusha tu hapa. Mbinguni wana kitu kingine, kuna kundi lingine, mtumwa mwema na mwaminifu, alafu na mtumwa asiye mwaminifu. Kuna kundi lingine wanasema tajiri na maskini. Biblia inasema Mungu amewafanya wote wawili, tajiri na maskini, ila tajiri umtawala maskini. I don't want to be poor. Sitaki kuwa maskini. Kuna sababu kwa nini unatakiwa kuvunja nini? Record. Nimesema namba moja. Namba moja nimesema nini? Kila familia inahitaji nini? Kichwa. Hawa ni watu gani? Malango ya baraka kwenye familia zao. Yaani hawa sio kwamba wanatakiwa kwenye familia wao kuwe na mtu ambaye ni muombaji. No, familia inahitaji muombaji. Familia inahitaji mtu ambaye ni lango la nini? Baraka. Yaani yeye ana maisha mazuri kuliko ndugu zake wote, anakula vizuri kuliko ndugu wote, ana maisha bora kuliko wote, yaani yuko bora kuliko wote, maeneo yote, watoto, familia, ndoa, kazi, biashara, nyumba nzuri, gari la kutembelea, yaani everything super super super. Sema amina. Sema amina. Maisha super ni ya wacha Mungu. Mtu asikwambia unajua sio lazima kuwa na gorofa. We, gorofa lazima kuwa nalo bwana, usiala maskini wako. Sema amina. Mbinguni tutakwenda, ila hapa duniani kabla hatujaenda mbinguni, hapa duniani kabla hatujaondoka, kila mtu lazima atambulike heshima yake. Yeye Mungu anasema na wapende wale wanipendao, na wanatafuta kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Anasema utajiri na heshima viko wapi? Kwangu. Sasa kama kwake kuna utajiri na heshima, mimi nataka nini? Kwake hamna umaskini. Kwake hakuna aibu. Kwake kuna heshima na kuna nini? Utajiri. Yaani vyovyote utakavyokuwa, nimesema hata kama Yesu anakuja kesho, hata kama anakuja kesho Jumatatu jioni, basi kabla haijafika Jumatatu jioni, huyu Filipo lazima awe yuko juu sana hapo. Yaani ndani ya masaa 6 kila kitu kibadilike, kila kitu kibadilike. Ni kweli hizi ni dakika za mwisho, Yesu anakuja. Na mimi nimemwambia njoo, wala usikawie, njoo. Ila tukubaliane, kabla hujaja wewe umefanya kitu. Maana yeye mwenyewe alisema hata kama alisema hii ndoto itatimia tu hata kama itachelewa. Kwa hiyo mbinguni wanajua kwamba kuna kuchelewa, si ndivyo? Okay. Sasa kama kuna kuchelewa wanajua, basi wanihakikishie mimi vyovyote vitakavyochelewa, lakini kabla Yesu ajaja mimi lazima niwe na heshima hapa Tanzania. Kabla Yesu ajaja lazima kanisa letu ambalo ni jipya hili, ni kweli hapa ni papya, lakini Bwana anaweza akafanya jambo la ajabu ndani ya miezi 3 hapa mahali pamefurika. Atufanyie hayo, maana tumejikita humo, tumeweka akili zetu humo. Vipi tunataka kuvunja rekodi? Maana yeye ambaye tunamwamini tunamfuata ni mvunja rekodi. Yeye ndiye ametengeneza wavunja rekodi, anatembea na hao wanaovunja rekodi. Kama ndivyo lazima nivunje rekodi. Yaani rekodi kuvunjwa ni lazima.
I preach this because this is my life. Nimekuwa pastor kwenye kanisa nimetoka kwa miaka 14. Kati ya mapasta 600, I was the best of the best. Na ninyi si mnajua nimevunja rekodi, na mimi nasema namsubiri binadamu anayetoka kule atakayefanya kile nilichofanya kule. Akipatikana huyu binadamu nitampongeza, nitampa na zawadi, nitaongera, tuna moyo unaofanana. This is my life. Amen. Siishi mimi kama binadamu wengine. Hapa Arusha ndo nyumbani. Sawa, si ndo nyumbani hapa? Lakini utakao nikute mimi miguu yangu nimekwenda kwa ndugu, nafuata nini? Watu wanaovunja rekodi, nitaongea huku mbele, wako kivyao vyao. Ni watu ambao watu wengine hawaelewi. Huyu mbona haeleweki, haonekani? Wale wa kawaida wanaonekana kila mahali. Yaani hizi zenyewe zimeshawazoea, mbu zimewazoea, wadudu wa typhoid wamewazoea, wadudu wa kila namna wamewazoea, na ndio maana unakuta huyu mara kile, huyu mara kile, huyu mara kile. Kwa nini? Wewe ndio wao. Flesh tu. Kwani wakinisema si waniseme tu? Lakini siku nikitokea hivi, natokea na heshima. Sema amen. Usipeleke aibu nyumbani kwenu, peleka heshima. Kama huna hiyo heshima, kaa uitafute kwanza, ukishaipata nenda. Sinaonaga hapa hata mwezi wa 12 mmenikimbia, mmeenda Moshi wengine. Mmeenda kuangalia tu. Kwa nini nafikiri mimi sina kwetu pa kwenda? Kwa nini siendi? Sio kwa sababu ya Injili. Sasa kupeleka aibu. Nimezoea nikitokea mahali wanajua jamaa katokea. Kwa hiyo kama familia ziko 20 zote napeleka sukari kilo 5 au 10. Hela nyama. Tunakaa kikao, tunajadili, tunapika ubwabwa, tunaweka kreti za soda, tunakula, tunajachia. Nikitoka pale jina langu linatajwa. Sio wewe kwa sababu kwenu ni hapo tu wapi. Ile njia ya kwenda Karatu kile gani? Kila huko nimekuja. Kukitokea tatizo nimekuja kuwaona. Yaani ni mwanajamii mzuri. Endelea na wanajamii mzuri. My name. Jina langu. Usimama hivyo. Naitwa, hapo mwanzo nilikuwa naitwa Philipo James Guni. Hakukuwa na historia yoyote ya huyu Guni. Sijui. Nikajua kwamba mimi sio Msambaa, mimi ni Mmasai. So my name is Philip Siaton Naiman Ole Rushu. Kuna lingine nimelisahau kweli? Melita Moleli. Jina letu wote tunatambulika kama Moleli. Huyu Moleli huyu. Sikiliza ninyi wa Arusha. Huyu Moleli huyu ambaye ndo babu wa mababu zangu. Hiyo mnaiona wapi hapo? Ilboru ilikuwa ya kwake. Hiyo mnaiona nini hapo? Mianzini yote hiyo ilikuwa ya kwake. Kwa taarifa nilizo nazo, yeye ndo alikuwa anatawala ile eneo lote mpaka mjini mpaka huku kote. Huku kote huku Moshono huku. Ni huyo mzee Moleli. Hebu nipigie makofi. Nipigie makofi bwana. Okay. Sasa haya tuyaache, ni ya kwake. Haya ni ya nani? Ya kwake. Mole ndo ubini. Kwa nini jina lako huwa wanatakaga jina la kwanza na jina la mwisho? Ubini linaonekana kwamba ndio jina ambalo linatakiwa kuwa zito katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kawaida. Ndio ubini ndio unaokutambulisha huku duniani. Amen. Sisi tunaelewana vizuri? Ina maana mtu ambaye mmechukua ubini wake lazima awe giant. Amen. Lazima awe mtu fulani mwenye heshima. Amen. Beba hii pointi yangu. Kama yule wa ubini mliyebeba jina la, yani mmebeba jina siji fulani,
lakini yule mwenye lile jina la ubini, yani hakuwaga mtu mzito. Katika ukoo walikataa, walitafuta jina la mtu mwenye uzito kwenye ule ukoo, ndio walitumia ukoo mzima. Leo fahamu hivi, nenda kafuatilie ukoo wenu, ule ubini wenu, lile jina la ubini, huyo mtu ndo alikuwa mzito kwenye ukoo wenu. Kwamba unaijua hiyo historia, yani maana yake wanasema unaitwa Filipo Moleli, wanataka Filipo afanane kama nani? Moleli. Babangu mimi anaitwa Naiman Siatoni, baba yake anaitwa Siatoni. Kwa hiyo ilikuwa hiyo hivi, Filipo Naiman Siatoni. Lakini kwa nini atubebi Siatoni? Siatoni babu hakuwa na maajabu. Sema babu hakuwa na maajabu. Kwa hiyo uweze ukachukua jina lake halina maajabu, wote mtembee nalo, wote mtafanana na huyo ambaye hana maajabu. Mmenielewa? Wewe jina lako umeanza kupata picha la kwako, ubini wako uko. Sasa sisi ubini wetu uko hivi, tunaitwa watoto wa Mungu tuliookolewa na nani? Yesu. Kwa hiyo kama tungekuwa tunaitwa majina ya mbinguni, tungekuwa tunaitwa hivi: Filipo, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo, Mungu Baba. Maono ukiwa nayo, usiangalie nina mipango mizuri ya maisha, itatimia lini? Just write your vision, then pray for your vision. Omba kwa ajili ya maono yako. Unataka uwe nani wewe? Pray, 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 omba. Yani ombea hicho. Sasa kwa jina la Bwana, I want to become rich. Kwa jina la Bwana, I want to become fame. Kwa jina la Bwana, I want to become the joy of generation. Biblia inasema atakufanya uwe furaha ya vizazi vingi. Yani lazima ujue Mungu anataka uwe wa aina gani. So you put your vision according to the expectation of God. So I want to be the joy of generation. Nataka niwe furaha ya wengi, niwe baraka ya wengi, nataka niwe mtu fulani. Write your vision. Write your vision, then pray. Say, I am coming to break record here. I will break record. I will break record. Wakati kuna hofu Israeli, Goliath anawatishia, Sauli amefyata mkia, askari hodari wa Sauli wamefyata mkia, alitokea kichwa pale. Hajaenda kwa ajili ya vita, alitumwa apeleke chakula. Anafika anakuta watu wameyeyuka mioyo yao, watu wana stress. Akaweza, kuna nini hapa? Wakamweleza situation. Sasa kwani inaona nyie wote hapa wote mmefyata mkia? Ndio. Kwani mtu atakayefanikiwa kumwangusha huyu mfilisi huyu ambaye hajatailiwa ana thawabu gani? Sasa mfalme ametoa maadi, anapewa utajiri, anapewa mtoto wa mfalme. Sasa hii naitaka hii, mimi naenda kuvunja rekodi. Mfalme anamwambia kijana, wewe ni mdogo, vita uvijui, yule ni mbobezi. Akamwambia, sikiliza mfalme, mimi na Mungu, ngoja nikupe ushuhuda. Nilipokuwa nachunga ng'ombe na kondoo na mbuzi, alitokea dubu akamkamata mwana mbuzi na mnyang'anya. Nikiona analeta, wanasema analeta shobo, nikiona analeta shobo zaidi na mkata. Asa mimi nina record, nimeua dubu, nimeua simba. Hakuna askari yako yoyote hapa aliyeua dubu, aliyeua simba, lakini sikujulikana. Sasa nataka kuvunja rekodi nijulikane. Sema amen. Nilivunja rekodi porini, sijafanikiwa. Hakuna mtu ambaye ametambua mchango wangu kwamba nimefanikiwa, ila sasa nimeona kuna fursa. Kuna fursa, siwezi kuiacha hii fursa, kwa sababu najua nikifanikiwa nimetoboa. Sema amena. Piga makofi namna hii. Kuna wakati tunavunja rekodi tukiwa porini, hakuna mtu anaweza kututambua. Tunavunja rekodi mahali ambapo hawatambuliwi wanaovunja rekodi, wanaonekana wa kawaida.
hatunufaiki na kuvunja rekodi. Sasa tukishaipata opportunity kwamba hapa, huu ndio mlango, kwamba nikifanya vizuri hapa nimetoboa, ukishaiona hiyo opportunity usiache. Labda nikwambie, hayakuwa maono ya Daudi kwenda kupigana na nani? Na Goliath. Ila Goliath alikuwa ni daraja la kumfikisha haraka nani? Daudi kule anakoenda. Nataka nikwambie hivi, I will come to talk much about this. Kuna madaraja, yani we kila mahali unapopita unavunja rekodi. Yani usiseme hili sio lile jambo lenyewe, fanya kwa moyo wako wote kuliko yeyote, vunja rekodi, kwa sababu hilo jambo litakuweka mahali pazuri zaidi. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Alipokutana na Goliath akamwambia, sikia, Mungu atakuua na mimi nitakuchinja shingo, wewe pamoja na jeshi hili mtaliwa na ndege. Inatosha. Mtu ambaye anaenda kuvunja rekodi ni mtu jasiri, haogopi, anakabiliana na vile vitu ambavyo wengine wanavikimbia, wanaviogopa. Haogopi wanaotisha, yeye ndo anataka aogopwe. Biblia inasema wakati kuna vita kati ya Sauli na Daudi, kila Sauli akimtuma Daudi anafanya kwa akili kuliko yeyote. Kile kitendo cha kufanya vizuri, Sauli akaanza kumwogopa. Sema amina. Watu ambao wako mbele ni wabaya, wanazuilia wewe usiende mbele. Siku zote ukifanya kwa akili huwa wanakuogopa, na lazima kuwe kuna tofauti kwamba kati ya wewe na adui, nani anayetakiwa kumwogopa mwenzake? Wewe ndio unatakiwa uogopwe, sio wewe kuogopa. Sema amina. Leo mnavushwa, mnaingia ulimwengu mwingine, wewe watakuogopa badala ya wewe kuogopa wao. Inatosha. Sema amina. Sema amina. Kuna mtu humu ndani ana wivu. Fuso, magari maalum ya vifaa vya injili. Nitakuwa na vijana humu ndani wa injili, wanaondoka na gari lao na basi zao, wanakwenda labda wapi, Tengeru, wanapiga mkutano. Wengine wanatoka wanaenda Namanga, wanapiga mkutano. Wengine wanatoka wanaenda wapi, sio Filipo, hapana. Kutakuwa na mafilipo wengi humu ndani. Nimemwomba Bwana aniinulie humu ndani manabii, awainue mitume, yani ni general. Sema amina. Sema amina. Sijui nyinyi mnanielewa, nyinyi vijijini watumishi wa Mungu. I pray to God. Habari za utumishi wangu lazima zifike kwa rais. Lazima. Yani hata kama ikihitajika mbunge wake mmoja afe, alafu twende tukamfufue. Afe tukamfufue ili julikane tu Christ Church ipo duniani. I am serious. Let me wind up. Tumeshaomba, tumesikia neno. Mazingira magumu ambayo yanakuzunguka yachukie. Bwana ipendaga kuliko zote. Take no. Nikakutana na mheshimiwa ananiambia, hii sio hazi yako. Kuanzia hapo mimi sio tena mtu wa nini? Take no. Nilitafuta iPhone. Sikuwa na hela, nilifanya maombi tu, muujiza ukaja. Mtu akasema, "Pasta na kununulia iPhone." Sema amen. Yako shika simu yako. Amechukua simu yako. Mwambie mweruhusiwa na pasta, chukua simu yako. Nyinyi mbona mshiki simu zetu? Toa simu yako. Muoneshe jirani yako. Mwambie huu ndio utukufu niliopewa na Mungu. Mama Chezo wala na aibu, ana simu yake hii hapa. Huu ndio utukufu amepewa na nani? Hawezi kujipiga selfie hapa wala hawezi kupiga picha hapa. Na Mungu atakapokuona unayapenda maisha hayo ulio nayo, anachofanya anaongeza moto yazidi kuwa mabaya ili umie zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na warumbia tena, chukieni maisha magumu mnayo yaishi. Amua
kwamba hili tu linatosha mimi kumtafuta Mungu mpaka maisha yangu yafanye nini? Yabadilike. Usikubali kuishi kawaida. Sijawahi kuwa kawaida. Popote nilipokaa, I was different. Nakumbuka mwaka fulani tulikuwa tunaabudu kwenye tenti. Nguvu ya Mungu ipo. Watu wanakuja, mapepo yanafunguliwa, watu wanaponywa. Siku hiyo alikuja mama mmoja, mke wa afisa usalama mkuu pale mkoani. Chini udongo. Alikuja kalaza, yani wekelea mikono, mapepo fungua pale, mke wa bosi. Kaletwa na gari ya serikali. Anakuja kuchukuliwa na gari ya serikali. Lakini chini viwango hamna. Kalamba katoka pale kachafuka. Unafikiri Jumapili nyingine alikuja? Hakuja. Kuponywa kaponywa, kapona katoka vizuri. Lakini mazingira yetu pale yalikuwa duni. Nilimtafuta Mungu, nikasema Mungu, hii kwangu ni aibu, nisaidie. Tukajenga kanisa. Nikasema haitoshi. Jenga ofisi. Haitoshi. Jenga na nini, na lonji ya kukaa mahali mnapumzika. Haitoshi. Tengeneza garden. Nilitengeneza garden, ilikuwa Songea. Ile garden ndio ilikuwa the best kuliko garden zote zilizokuwa zinapatikana Songea. Ilikuwa inapatikana kanisani kwangu. Amen. Yaani ilikuwa ukija kanisani, chooni nilikuwa na propose kuja kuweka muziki, kuweka TV. Yaani ukiwa kule chooni unaona mtu anahubiri hapa sauti. Yaani upotezi somo. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Nilifanya kazi kwa miaka 7, nilianza na watu 8, ndani ya miaka 7 nikawa na watu 600 ibadani. Pana jaa. Wakaja watu wa Azam TV kufanya, kulikuwa si mwaka unaisha, wanataka kutafuta watu wafanye vipindi vikarushwa kule. Kwa hiyo walipokuja kwangu wakaniambia, hivi unajua pasa kwa nini tumekuja kwako? Sasa tumefanya utafiti hapa wapi? Ruvuma. Makanisa yenye nguvu ni mawili. La kwanza Katoliki, la pili ni la kwako. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeingia kwenye mijadala ya watu wa usalama, pastor ambaye ana watu wengi. Amen. The same Mbeya. Nikalikuta kanisa lina watu 200, watu 200, 300 wanakuja kanisani. 180 hapa. Nikasema hapa kuna kitu kitatokea. Nimetoka kuvunja rekodi Songea. Hapa mji ambao ndo na watu wengi, makanisa mengi, nitatoboa hapa. Baada ya miaka 3 unaenda wa 4, napiga watu buku ndani. Kuna siku viti vinaisha, wanaenda kukodisha viti vingine. Watu niko Arusha. Ndo sasa nimeanza hapa, natoboa. Na hapa tutafanya mambo makubwa zaidi. Na kwambia hivi, hapa tutafanya mambo makubwa zaidi. Mimi nakuhamasisha wewe, Mungu hajakuumba uwe mtu wa kawaida. Achana na marafiki ambao mawazo yao ni ya kawaida. Jitenge nao, waone kama mapepo fulani hivi. Na ukitaka urafiki akuchukie, kama unajitenga naye na kungangania, ukitaka na kungangania hakuachi, mwambie hivi, yani nikikutazama wewe na kuona kama pepo, mpe neno gumu litakalomfanya kuchukie kwa faida. Jitenge naye, kaa kivyako. Mwambie yani nikikuona kuona kama pepo fulani hivi wa blue, huna faida kwangu. Kaa mwenyewe. Wewe kaa kanisani, kwa sababu Mungu atakujengea hapa kwenye madhabahu. Na ndio maana shetani hakuna kitu anakipinga kama hichi. Mahali popote ambapo wanatengenezwa majenerali, shetani anapambana sana hapo mahali isiwe hivyo, kwa sababu wakishapatikana majenerali, familia nyingi zitainuka kwa sababu ya wao. Nikachangamka. There are days of preparation. Siku za maandalizi za kutengenezwa. Usitaki kuona utukufu, utagombana na Mungu.
Usitaki kuona heshima, utagombana na nani? Hawa vijana, watoto wetu wako shule, hawalipwi. Tunawamsha asubuhi, oga, ogesha, kunywa chai, shule. Amerudi, oga, lala, amka, shule, amka, hawazi hata mambo ya hela. Akikuomba hela mtoto atakuomba 500. Yaani nikanunua ufutio. Hebu angalia wewe unaomba shilingi ngapi? Tumishi, nahitaji mtaji. Shilingi ngapi? 5 milioni. Jamani, tunaelewana? Alafu kuna siku za nini? Za kujaribiwa. Siku hizi za kujaribiwa wengi hawazitaki. Mungu anakufundisha upendo, sawa? Anakufundisha kusamehe, anakufundisha kuchukulia, anakufundisha ukarimu, anakufundisha kila kitu. Alafu kuna siku anataka kuona kile alichokufundisha unacho. Unakuja kujaribiwa. Kama! Hebu sema kama! Unatokea umenuna, kuja zako kanisani hivi labda utaki kuongea Nuno Pro Max. Huo unaitwa mnuno nini? Pro Max. Meka zako kazini, utaki kuongea na mtu, wamekukera. Nini kinaendelea? Sijui. Una mawazo gani hapa? Sina. Mnuno Pro Max. Kama hujui Pro Max, katafuta wenye iPhone watakwambia Pro Max ni simu gani. Mikata. Sasa kule mbinguni wanafanya nini? Wanakufuatilia. Tumemfundisha huyu, ona anachoonyesha. Wanasema hajaelewa, kwa hiyo bado haja qualify. Kwa hiyo wanachofanya wao, wanakurudisha tena wapi? Darasani. Kwa hiyo hutakaa uone utukufu, sababu you are not ready. Linakuja jaribu lingine. Let me tell you this. Nije kwenye ndoa. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu watu wengi wanaooana hawajaandaliwa kuishi maisha ya ndoa. Anayevunja ndoa sio pepo. Wanaovunja ndoa asilimia kubwa ni wanandoa wenyewe. Why? Kwa sababu hawakuandaliwa kuwa hivyo. Wengi wanaofeli kwenye biashara sio kwamba wamefelishwa na mapepo na wachawi. Wengi wanafeli kwenye biashara, wanapoteza mitaji, wanapata hasara, sio kwa sababu ya nini? Majini, mapepo, kwa sababu hawajaandaliwa.